Yo, kama vipi kama dawa manzee, Fabian Lui hapa hivi. Yo 360 online TV, alafu unajua mida ni ile, yani mida wrong, mida timing na timing, yani time wrong, au sio? So tuna represent 003 manzee, California. Bamba. So leo tuko na mgeni wetu hapa hivi, kuna Black DC. Unajua kijana amekuwa kwa mtandao manzee, anasukuma kazi. Alafu tunajua vitu mbili tatu kutoka kwake. Tujue life inasemaje, muziki inasemaje, industry inasemaje, unaona? So that's how it is manze bro. Big up sana. Karibu manze kwa set. Karibu sana 360 online TV. Tuna support sana industry, tunapenda vipi. So manze, introduce yourself manze kwa watazamaji. Majina hapo naenda Black DC hapo, straight out of MP4. Natokea MP4 hapo, au sio? Mkimtaka YouTube hapo Black DC nini, nachia vibamba vyangu hapo. Mweza nisikiliza hapo, kimind pia subscribe, like pia mshare links pia ile sana. Hiyo ndio support nahitaji. So let's say manze, baadaye imekuwaje December kwenye imeanza, unaonaje? December nile upande wa muziki ama upande wa mtaa, tuseme mtaa kishambra, unasemaje huko mitaani? Mitaani unajua sasa ni zile zani mashesha, yani sasa mitaa imechangamka sasa hivi hapa na pale, tafutwa sio mpya tafutwa mitaani, unajua kuna mtumba ataingia mtumba na botika ataingia botiki. So tuseme Alaska sasa kutajaa mbaya sana, Alaska mwanzo ndo malizi sana hapa, au sio? Safi sana. Tuende hapo kwa industry manze. Industry bebe nasemaje? Industry kupush hapo bro. Sio rahisi, yani ile kujituma na kwa sababu umemind pia muziki pia ni talanta pia kipande mwingine. Sasa ndio itabidi umeacha mambo yako mengine, umeshughulikia music nini bro. Si rahisi kwa sima underground bro. Ni kweli. Okay, nimeona ni kama video fulani, I think social media platform yako, I think on Facebook sijui. Nimeona ulikuwa kwa The Kilifi Rising Stars ukuwa. Nilikuwa hapo, hiyo ilikuwa ni ile audition ya kwanza ilikuwa fanyika hapo Social Hall Malindi. Okay. Sasa ndio ilikuwa tumeenda hapa. Hata unajua kuitwa hapo mwanangu. Nile mwanangu Hudrap. Hudrap, big up mazee. Mpita na bezi hapo Kitroni, wana steady na bike. Okay. Ndio akaulizia Plexi vipi? Ndoka sasa mimi time sijafika mtaa. Okay. Sijafika mtaani, ndo mwanangu fulani ajita sana. Watoto basi Plexi umetakana na Hudi hapo napita hivi. Nilikuwa na ana fulani. Nikakuta kuna nini hiyo? Acha nitikie hiyo call, ndo sasa nikaenda pale nikakuta machizo ndo umekusanywa hapo. Kuna nani msanii Susumila. Si Susumila, ni ule Dogo Rich. Dogo Rich ndo alikuwa hapo. Niliona pia anaitwaje wa bandu sijui nani. Madubaya alikuwa hapo. Sasa nile nikakuta ndo mchongo ule, sasa ndo kashtukizia pale mbele, tukakusanywa hapo ile kuongea mawili matatu nini hapo. Tukapoa zile fomu hapo tukajaza, ndio tukatoa one by one hapo, tuingia ndani wafanya mambo yako hapo, majaji hapo na rekodiwa kabisa hapo nini sema. Mood ilikuwa vipi? Mood yani niseme waliwapokea vipi? Walitupokea poa. Wenyewe pia walimind, pia tulikuwa na discipline, tulitulia pale ile kijanja. So unajua vitu vya ndiko mbwa ile kutulia nini na kufanya mambo yako. Okay, let's say now kwa music industry. Okay, kuna latest track tuseme. Kuna latest track hapo nataka kudrop, drop audio, lakini sasa ndo nashughulikia video nini, nataka nifanye video hii December kabla haijaisha. Okay. Ngoma la kufunga mwaka hilo. Okay, na ngoma hapo nyuma maybe yenye ulikuwa umerelease, yenye last release yako, so unaifeel vipi? Mapokezi ya watu wamemind mitaani nini, wamekuta TikTok ngoma iko poa na imetulia. Alafu pia yenyewe azungumzia kuhusu hustle nini mitaani. Saa watu wamemind sana. Why not a remix? Fikiria kuhusu remix. Unajua kama track unaona imejibeba poa. Unajua mostly huwa unaangalia ngoma yenye imejibeba. Kama unapata hii ngoma iko na uzito fulani ama iko na ka anthem fulani ndani yake, kwa mostly tunaipiga inapigwa remix ama refix. Ile refix huwa ina support ile audio na ile anthem ibaki kwa pale. So unaangalia, unajaribu kutafuta artist unaona maybe
wanaweza iamsha ama wakachachisha kivyao pia. Ile huwa inasaidia pia kuinua game, au maybe pia kwa watu wako maybe mwenye unaona huyu anaweza pandisha poa, huwa inasema kama hivyo, but hiyo is just an option tu, nilikuwa naongea tu. Lakini ningependa nijue, let's say wewe kama brand kama Black DC, tuseme kama upcoming artist, ni vitu gani maybe unazifeel huwa ziko chini kule kwa street zina happen, ama maybe kuna artist wenye maybe wako hapo juu yako, maybe unajaribu kutafuta support, maybe upati, ni vipi, ni nini huwa inakuumiza sana kwa industry? Kuna vitu lazima una dislike yani kiupande huo sasa, mimi mwenyewe nimeona nini support, mimi mwenyewe nile mtu afili sawa, mimi ile najitafuta sasa, mimi nile nini wajua, nile na mwenyewe shona, nataka kujaza ile pengo langu lile. Sasa mimi nikiona kile kichache umeona nafuata kama washikaji hivi, mwisho jamaa mimi niko na age. So ni gang inakusaidia wanangu behind the camera. Big up jamaa, big up. Wananijazidia hapo nini, ndio ndo na push. Lakini sawa, masapota wakubwa pia ni watu one, si maba mdogo hapo tukuku mitaani. Sababu ni ile kujipusha, kwa sababu wewe mwenyewe Fabian Lua unajua muziki si rahisi bro. Si rahisi kufanya audio mwanzo, alafu kufanya video pia ndo si rahisi, mwanangu ndo balaa. Ni kweli, the whole packaging Sasa mitaani si rahisi bro, ni ile kujituma, tunakujikasa. Pengine rappers tuseme wewe kama vile genre yako mostly ni rapping, ama unaweza rap sing, ama una rap peke yake? Mwana rap sana, lakini wasingi wanafanya, lakini bado sijarekodi mara moja. Okay. Na marapo wamechukulia vipi wenye unajua? Marapo wenyewe wamenikubali, nashukuru Mungu, amenifili pia. Nangjita sana pia. Ameshare link sana. Kinafikia cover kao ameshare link, washika jambo mkono mtaani hapo. Okay. Ushajaribu kuuliza collab? Collab macheza mkono mitaani, hata nikisema ati collab ni mara moja tu tuingie studio yani. So nini tuseme ni nini inafanya usinje? Lakini kusema tu kuhusu Ngchita itabidi ni mpangilio umepangi. So jua Ngchita si na kila mtu anajua ndio hivyo, ile respective yake. Ile respective yake. Sio ati mtu ambaye anaweza mkasubu ati nikafuata wewe vipi collab Ngchita, itabidi nimpatie respect yake. Kweli. Sawa, mimi nafikiria pia ukipata chance, unajua tunasema wasanii kwa sisi tunajiweka kwa ile bidii, kama umeona mtu ametokea, usiogope kumwambia. Mtu mwambie bro vipi? Unaonaje ukija collab hapo? Najisikia ni uveshe kitu kwa kitu changu. Ni bora mtu akatae, lakini ushamwambia ama vipi? Ni ile labda mtu akwambia tu maybe kwa saa hii sijisikii kuachia track fulani, maybe na mipangilio hivi na hivi. Lakini akijisikia kuachilia track ni poa umwambie. Sababu unajua wengine unaona mwingine mwenye maybe anaona amepiga steps kadhaa juu yako, huwa anaogopa kusema ngoma nkali. Kwa nini tusipige remix? Inaweza kuwa kwa pale kando anasubiria umfuate umwambie unaonaje tukaipiga remix. Inaweza kuwa akona hiyo idea ama ameipenda, sababu chorus, unajua mtu yote akipenda chorus kwa ashapenda ngoma. So kama artist amependa chorus, kumaanisha anaweza ika verse pale. So ni opportunity yako. Ukiona kaa naye mwambie vipi ni mkubwa wangu ama dogo langu, naona sikizia ile track, unaonaje ile pin inaweza kuna kitu kinaweza vaa. Okay, anyway, leo tulikuwa tunasema ndi for the fun of music by the way. Tunaongea hapa cause maybe vitu zetu tunaongea hapa pia kuna mwenzetu ataangalia kweli. Unaona? So sisi tunaongea, tunaelimishana. Hatuelimishi wewe, tunaelimishana, tunakuelimisha wewe. Everybody. So it's out there. So let's say upande wa production, umesema Sango amekuwa hapo kufanya kazi. Yeah, I believe pia naye amekuwa akika support yake moja ama mbili. Sango namshukuru sana, anipatia support pia. So najua nimeona napata kile kichache, ni ndo nampelekea Sango pale. Nikipata chengine nampelekea kujalizi kabisa. Yeye mwenyewe pia kuto sometimes dogo ajikaza sana kutaa njoo studio kufanya kitu, nampitia hapo, ashanipatia ofa nini nikafanya hapo. Namshukuru sana Sango, ananipatia support. Okay. So tuseme vision yako chenye unafikiria maybe music yako in future itafika wapi? Mwanzo uko na role model?
Kwa hiyo sisi wasanii kila mtu lazima kuwa na role model. Kuna role model. Wewe role model wako ni upi? Sababu mimi nilianza rap. Ndio mpaka sasa ina rap scene. Unaona pia na rap kidogo sababu kuna ngoma nyingi nimerap. But me role model wangu nikisema kwa international music, mimi mostly namwangalia mtu kama Meek Mill. Meek Mill ndo Fanya hivi mwanangu. Meek Mill ndo chukua fresh mwanangu. So mimi namwangalia Meek Mill sababu simwangalii tu peke yake upande wa rap peke yake, but pia naangalia vitu zile anafanya kwa street. Unajua Meek Mill amekubalika kule kwa street. Sasa ngoja tufanye, unaelewa? Ngoja tufanye hivi. Si lazima nikwambie role model wangu kwa sababu ushamtaja, au sio? Basi imekuwa poa sana sababu maana mimi najiita nini Blacks DC. Okay. Nice. So Meek Mill rapa poa sana, mwana ni motivator, alafu ni humanitarian. So I wish pia wewe one day maybe in life yana uko na hiyo impact maybe. Sababu sasa amechange vijana kwa street. Amechange sana vijana wengi. Kama boys kwa street. Na hiyo pia naona nashukuru pia mimi. Natamani pia mimi siku moja kweli. Noma sana. Kila mtu anaangalia sana moves zake Meek Mill ni nafuatilia sana Meek Mill yani. Jamaa poa. Yaani fight unajua Meek Mill anatoka down mwanangu akikuonyesha vya kuonyesha real life from scratch bro. Unaona? From prison. Mpaka ile anatoka nini mpaka ile life nini anachukuliwa na recross ya kweli. Say back music. Kukutai wana feel sana Meek Mill. Safi. So tusisahau mzee pia Black DC alikuwa anaongea kuhusu Sango. Mzee Sango amekuwa ni kiungo